Yes, mambo vipi? Karibu tena kwa Majambi Viwanjani, nikupe uondo mzima kuhusiana na masuala mazima ya sport. Tukizungumzia mambo ya sport, unajua ni kitu gani tunasema? Manake hapa ni Majambi Viwanjani. Unajua pa kuweka mkeka wako, manake ni muda wa mikeka. Ushaona bana. Nataka kuzungumzia swala nzima kabisa ya uhamisho, na pia tunajua kuna fununu na pia players huwa wana shift vilabu kutoka hiki kwenda kule, kutoka nchi fulani anaingia nchi fulani. Ushaona kama kule Spain unaingia England, unatoka England unaingia Germany, ama unatoka Germany unaingia Italia. Ushaona bana, ama unatoka Italia unaingia kule Ufaransa. Ushaona bana, masuala mazima huwa yanafanyika hasa kule bara Europa. Ushaona pia hapa nchini, pia hapa Afrika, bara hili la Afrika pia players huwa wanahama nchi fulani wanaenda nchi fulani. Ni the story nzima kabisa ya masuala mazima ukizungumzia mchezo wa kandanda. Ushaona, sasa nataka niangazie mlinda lango wa timu ya Arsenal ambaye amepewa nafasi. Huyu ni nazungumzia mlinda lango wa pili wa timu ya Arsenal ambaye anakwenda kwa jina Emiliano Martinez, ambaye ni jamaa amejitokeza hivi majuzi akapewa nafasi baada ya ule Leno kuumia, na akaonesha anaweza ni kijana ambaye anaweza sana, manake ameweza kuibeba ile timu mpaka mwisho. Tumeona juzi wakishinda ile Europa, wakishinda ile FA baina ya timu ya Chelsea. Ushaona, so nikiangalia kwa mkusanyiko fulani, ule jamaa alikuja na akasema yeye ni the best keeper in the world. Ushaona, yeye ni jamaa ambaye ako na umri wa miaka 27. Lakini hivi majuzi, manake ushaona ule muda lango wao wa kwanza amerejea mazoezini, so amesema yeye hata kwenda kukaa kwa kiti. Ushaona bana, kucheza kama second keeper. Hivyo tukizungumzia hivyo, huyu jamaa ametoa threat kubwa kwa ile timu ya Arsenal, na pia mkufunzi ule wa Arsenal Mikel Arteta. Manake sasa itakuwa vipi? Manake huyu jamaa tumeona zile saves amefanya kusaidia timu kama timu iko chini. Ni mlinda lango ambaye ako juu sana. Ukiangalia dhamana ya makipa saa hizi iko bei ya makipa iko juu sana. Hivi majuzi amesema yeye hata kwenda kucheza kama kipa namba 2 kama atapewa nafasi pale kwa timu ya Arsenal. Na ule kipa wa Arsenal Bernard Leno ni ambaye ni moto pia wa kuotea bali, manake tumeona akibeba ile timu ya Arsenal kutoka mwanzo mpaka akakuja kupata ile jira. Ushaona sasa hapa kuna kizungumkuti, manake sasa ni nani atakuwa kipa namba 1? So itaacha mkufunzi bila swali hapo, ama swali litakuwepo lakini jibu halitakuwepo. Manake vipi, wote ni wakipa wazuri mwisho wa siku tutachagua nani? So inaonekana huyu Emiliano Martinez ni kama ameamua ni wakati wake mwafaka kuondoka ile timu ya Arsenal na kutafuta klabu nyingine ambapo atakwenda kucheza kama nambari 1, yani wanavyosemanga kama namba 1 wa kile klabu. Ushaona, manake kuna clubs kubwa kule nchini Uingereza ambapo zinatetea kutafuta makipa bora. Tukizungumzia timu kama Chelsea, pia ule kipa wa Chelsea ameboronga, na tumeona majuzi akiwekwa kwa kiti akakaa ile wanaitanga bench, ile sub ya bench bana, achome mahindi. Manake vipi? Manake amekuwa akifunga magoli ya kizembezembe, na tukaona ule mkufunzi wa timu ya Chelsea ni kama ako sokoni anatafuta kipa ambaye atakwenda naye kwa msimu ujao. Ushaona bana, na ndo manake I think huyu Emiliano Martinez akatoa zile tetezi, manake anajua timu kama Chelsea inatafuta goalkeeper mzuri na yeye yuko pale, so akipewa kile chance huenda akakitumia mzuri. So swali itabaki kwa Arsenal, watamshawishi vipi huyu jamaa abakie kwa kile klabu kama namba 2 kwa kile klabu, yani kwa ile safu ya ulinzi kama goalkeeper. So itakuwa ni changanyiko na itachukua muda, maana ule jamaa umri wake umekwenda, ni miaka 27 na alisema yeye anataka kucheza, maana anataka kuwa namba kipa wa kwanza kwa ile country yao ama ile nchi yao ya Argentina. So yeye anataka kwenda World Cup ile ya Qatar, na sasa anataka kuwa kipa namba 1, hataki kule kama akiwa kipa namba 2. Ushaona bwana, so mchanganyiko hapo ita ule mkufunzi wa Arsenal atamshawishi kivipi, ndo
yani abakie kwa kile. So naona manufaa hapa itakuwa ni kwa timu fulani, manake tukiangalia Chelsea wako sokoni wanamtafuta kipa, na sidhani kama ule Emiliano Martinez atakuwa kwa bei ya juu sana. Ukiangalia wale makipazi wengine wamewekewa pesa mingi, ukiangalia mtu kama All Blacks amewekewa dhamana ya pounds mingi bana, billions mingi, karibu 100 na ni kipa bora pia duniani, lakini ile pesa ukiangalia ni mingi kwa mchezaji mmoja. So ukiangalia pia na kuna kipa wengine bora pale kutoka timu ya Ajax pia anaekiwa thamani ya kama 50 million pounds. Zile pesa ni nyingi sana kwa makipa. So sijui Arsenal kama wataamua kumuuza ule mlinda lango hao itakuwa vipi, maana sijui bei wataisema vipi, lakini tunajua timu ya Arsenal bora pesa imeingia, wao wana tatizo. Ukisema bei fulani wao wanakuja mzima wachukua zile sendi, ushaona bana. So Emiliano Martinez amelete tetezi kwamba kama atabakia kipa namba 2 Arsenal itabidi aondoke. So tutauliza swali kwa mashabiki wa Arsenal, itakuwa vipi hapa? Itakuwa vipi? So itabaki wamemuuza ama mambo ndio vipi? Ushaona bana. So hizi ni fununu tu. Leo nimeamua kuangazia hasa timu ya Arsenal, maana kuna zile ni timu ambayo huwa ifanyi zile usajili za pesa mingi ama wachezaji wakubwa, lakini hii moto bana. Maana huyu kipa pia ni kipa ambaye akona ile experience na ni kipa ambaye ametamba kwa zile game amepewa, pia tumeona amefanya kazi nzuri na amejituma, ushaona sasa. So itakuwa akiondoka itakuwa ni pigo sana kwa timu ya Arsenal, maana watakuwa wanampoteza mchezaji mmoja amewasaidia kwa msimu huu. So ngoje tuone mambo itakuwa vipi, maana mwisho wa siku lazima kukue na mwisho wa kitu, ushaona. Kama ameamua ataondoka, mwisho wa siku ataondoka. Pangoni atakuja na mpango mzima. Zungumzia tu bado ile Arsenal. Mambo ya Martinez tumeweka pembeni. Twende mbele tukizungumzia kitu kizima. Kuna bonga la player hapo wanamfuatilia, lakini bado itakuja baadaye kidogo. Tuna madukani, kirudi tarudi na bonga la surprise. Sikaa mbali.